Shikamoo. Tunaomba mtumie watoto wenu hela. Kama mtoto wako anasoma chuoni, mtumie hela, usisubiri akuombe. Tunaomba tu umtumie hela. Watoto wenu wanakufa na njaa, lakini wanashindwa kuwaambia. Tunaomba watoto wenu wakirudi nyumbani, mwapeleke check up mara kwa mara. Mwafanyie ka check up angalau mara moja kwa likizo, kwa sababu wanakaribia kurudi, wengine wamesharudi. Mwapime. Wana ulcers kwa sababu ya kushinda njaa, wana stress, wana depression, mwapeleke kwa matherapist. Mmewatraumatize, wameteseka, akili zao haziko sawa, wana magonjwa ya afya ya akili, wengine wana magonjwa makubwa ambayo wenyewe hamyafahamu na wao wenyewe hawayafahamu. Wapelekeni check up, mjue afya zao ziko vipi. Kama una mtoto wa kiume, kuna uwezekano mkubwa kwamba wewe huwa unahudumia mtu zaidi ya mmoja, lakini haufahamu. Kama una bahati sana utahudumia watu wawili kama kijana wako ni mtulivu, lakini kama kijana wako ni mhangaikaji, unaweza kuwa unahudumia hata katimu ka mpira. Ndio maana kila muda pocket money yake inaisha. Na fuatilia matokeo ya mtoto wako. Matokeo ya chuoni kwa vyuo vikubwa, na siongelee vyuo vya kati, naongelea vyuo vikuu, mengi huwa yanakuwa posted kwenye mifumo ya chuo. Kwa hiyo muombe mtoto wako namba yake, muombe password yake, angalia mwenyewe. Kwa sababu mnadanganywa sana matokeo na hamjui. Watoto wenu wengine walidisco mwaka wa kwanza, lakini bado mnalipa ada hadi leo. Watoto wenu wengine wako mwaka wa kwanza, nyinyi mnajua wako mwaka wa 3, mnasubiri graduation. Yaani watoto wenu wanafanya mambo mengi. Na ukishaomba namba yake, naomba uhakikishe kwamba jina ni la mtoto wako. Sawa? Alafu fuatilia. Wanaomba bora wewe mzazi mwenye kiherehere, uwe na namba ya HOD wake, uwe na namba ya mwalimu wake, uwe na namba ya mtu anaweza kukusaidia kufuatilia maendeleo yake shule. Tangazo lingine ni kwamba kuanzia mwezi wa 9 pale mpaka mwezi wa 10 huwa hatusome, huwa tuko likizo. Kwa hiyo kama mtoto wako atakuja nyumbani alafu eti mwezi wa 9 akuombe hela kwamba chuoni sio kuna project, chuoni sio kuna habari gani, kuna uwezekano mkubwa mtoto wako alipata shida, alifeli, kwa anarudi kurudia mtihani lakini amekuficha. Naomba umtembelee mtoto wako ghafla, usimwambie kama unaenda. Funga safari siku moja, kaangalia mtoto wako anavyoishi. Especially wale ambao watoto wenu hamjai kuwaona, yani mliwapelekaga tu chuoni alafu hamjai kuwarudia tena. Naomba mfunge safari, mkawasalimie. Watoto wenu wameolewa, wanaishi na watu wengine. Kuna watu mnalipa kodi, lakini ile kodi mnalipia watu wawili bila kujua. Watoto wenu wanapika huku, watoto wenu wanaanza hadi kuzaa, wengine wanazaa, lakini hamjapokea mahari. Watoto wenu wengine mnalipa hela za hostel, lakini walishahama hostel miaka na miaka, hawaishi hostel. Lakini pia watoto wenu wana depression. Watoto wenu wengine wamejifungia ndani wanalia. Wanalia tu, hawana mtu wa kuwasikiliza, hawana mtu wa kuwasaidia. Kama una mtoto wa kike, kuna uwezekano, na sio mtoto wa kike tu, kama una mtoto chuoni, kuna uwezekano una wajukuu ambao wewe hauwafahamu. Kuna uwezekano kijana wako ameshazalisha huko, ameshakuwa baba wa mataifa, ameshakuwa Abrahamu, lakini wewe haujui. Kwa hiyo usije ukawa unakaa sana unaongelea watoto wengine kama hujui taarifa za mtoto wako. Na kwa leo tuishie hapo. Naamini kwamba mmenisikia. Mimi kama mtoto wenu ninawaomba mzingatie niliyowaambia. Asanteni.